Revelation 3:16. Mstari wa 16 It says, inasema, so then, basi because you are neither lukewarm, because you are lukewarm, kwa sababu you are neither cold or hot, wewe sio I will vomit you out of my mouth. nitakutapika utoke katika kinywa changu. For your information, Kwa habari zenu, God already picked that church out of his mouth. Mungu tayari ashatema hilo kanisa nje. That's why he raised up the altar of repentance and holiness. Na ndio sababu alinua kanisa la He toba gave the instruction to the mightiest prophets of God to raise up this altar. na akapeana maagizo kwa manabii wakuu sana, Because he preached this gospel. He went and preached it in redeemed gospel. kwa sababu alienda akahubiri katika kanisa. He went and preached it in Sayari radio. Alienda pia akahubiri katika He kituo, preached it in the whole world. alienda akahubiri He katika reached out. The mightiest prophet of God reached out to who and who that preached the gospel in his life. waliwafikia watu wengi sana ambao wanahubiri injili, But they rejected. lakini walimpinga, They chose the world. wakachagua They dunia, chose the big titles. wakachagua They chose the Muzungu. wakachagua They wazee, rejected everything. wakapinga kila kitu, And vomited. na Bwana akawatema nje. Hallelujah. Haleluya! When you read Deuteronomy, Unaposoma Kumbukumbu la Torati, it was the children of Israel. anawaambia wana wa You Israeli, shall offer your sacrifice. mtatoa dhabihu zenu, You shall wash mtakuabudu a place where I have put my name mahali ambapo nimeweka jina and langu a place that I have chosen. na mahali ambapo nimechagua. Hallelujah. Haleluya! Deep things, the deep secrets. Kuguza sauti yake. Mambo ya kiroho sana, The deep secrets of the kingdom. siri za kiroho za mbinguni. He told the children of Israel Aliwaambia wana wa on Israeli their journey to the promised land, kwamba safari yao kuingia katika ufalme, on the journey of the church to the promised land, which is heaven, katika safari ya kuingia katika ufalme, that now kwamba you sasa have been worshiping everywhere. sasa mmekuwa mnaabudu In Egypt, you are worshiping everywhere. kweli, mmekuwa mnaabudu You are worshiping careless on the mountains, under the tree, in the caves. You are doing that service. Mungu katika mapango, katika But kanisa. now, the Holy God of Israel, Lakini sasa Mungu He that owns worship, yeye ambaye ni mwanzilishi wa ibada, He is the owner of worship, ambaye ni mmiliki wa ibada, He that is the owner of creation. yeye ambaye ni He mmiliki wa told the ibada, children of Israel, wana wa Israeli, now you shall offer your sacrifices. sasa mtatoa dhabihu You zenu, shall eat your tithes. chakula na fungu And lenu, the place Jehovah, na mahali pa Yehova, not the nation, sio mataifa, not the kings, sio wafalme, not the priests, sio wakuhani, not the bishops, sio but maaskofu, the place where Jehovah has chosen. mahali ambapo Jehova And apart from choosing that place, kando ya the Lord has put His name there. Mungu ameiweka jina lake pale. Tempted to read that scripture, but nikiangalia watu they will walk out. Hallelujah. Haleluya! Bwana asifiwe sana. A place where God has chosen. Mahali ambapo Mungu amechagua, That's why the Lord chose the altar. na ndio sababu Mungu alichagua And madhabahu He placed His name on the altar. na akaongeza jina lake The Jehova, altars of repentance and holiness. madhabahu ya toba na That's why when you put your ears on the ground, na ndio sababu unaposikiliza injili, listen everywhere in the world. ukisikiliza kote kote ulimwenguni, Listen all the televangelists today they are big in the service. ukisikiliza wahubiri wote wa runinga, Hallelujah. The so-called prophets and the so-called evangelists. wale ambao wanajiita manabii na wainjilisti, Only here you'll hear a crippled man's walk. hapa tu utakaosikia kwamba kiwete ametembea, A crippled man's walk. kiwete Only here ni hapa tu you shall hear that the cloud visited. utasikia tu kwamba utukufu wa The Mungu, dreadful cloud of God. wingu la utukufu wa Mungu ilishuka. Hallelujah. It's only here that it's only here you hear angels was here. Ni hapa tu ambapo utasikia The demonstration of the power of God. ile kwa nguvu za Mungu, God removed His name kwa outside Mungu alitoa jina and lake, He put His name on the altar of repentance and holiness. jina lake And juu, He chose us to prepare for the altar in the altar of repentance and holiness. kwa kutengeneza kutuandaa sisi kwa That's why Doreen katika toba na umepotea huko mahali sawa. Ndio nasikia tunaimba it is when we were right. Mungu wetu. Hadi kanisa inajua hiyo wimbo nataka kuimba ndio wimbo wa pili. Mungu wetu. Mungu wa nabii Jehova kwa wingu na sasa viwete
sifiwe sana. In anywhere here, Bwana sifiwe sana. Tuko nasikiza. He vomited, he rejected that child and he chose him. He put his name here, he put his name here and he chose here. Akachagua hapa. So wewe kama kuna maandiko unataka kujiandaa kwenda mbinguni, you can decide. But God already chose. Lakini mtoto yake ashachagua. Hallelujah. He goes down to see kwa sababu hapa chini anasema hallelujah, I will vomit you out of my mouth. Nitakutapika utoke. So verse 17, look at verse 17, that's where we are heading to. Tazama mstari 17. They hardened themselves against God. Walijifanya wagumu mbele za Mungu. They rejected God. Walimkataa. They answered God like their child. Walimjibu Mungu kana kwamba ni And they said this. na wakasema Hallelujah, verse 17. Because you say, so those are the bishops. sasa Those are the popes. hao ni maaskofu, Those are the false prophets of this world. hao ni manabii wa uongo, The deacons and cardinals of this world. deacons wote wa dunia hii They dared God and told God. In Revelation chapter 3 verse 17. katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana, Because you say, kwa sababu I am rich, mimi ni I tajiri, have become wealthy, nimejitajiri I have need of nothing. wala sina haja ya kitu. Ikachokora moyo wa Mungu. Hiyo katika Ikachafua moyo wa Mungu. ikachafua moyo. Nimewambia nyinyi ni baridi, wala si moto. Nyinyi ni vuguvugu. Nyinyi ni vuguvugu. So wacha nionyeshe jinsi nyinyi mko vuguvugu. Wacha nikaonyeshe They handed themselves against God. wakajipea mbele za And Job is telling us, na Ayubu who anasema, has ever handed themselves against ni God nani ashajifanya mgumu mbele za Mungu and succeeded? na In akafanikiwa? Job chapter 9 verse 4. Katika Ayubu, Just looking at the wrath of God. tazama tu ghadhabu za Mungu, Looking at the wrath of God. tazama In ghadhabu the entire message. katika ujumbe wote. As we look at the coming of the Messiah. Tunapokazia kukuja kwa We are approaching the wrath of God. tunaelekea And when we understand the heaviness of the wrath of na God, tunapoelewa and ukarimu when how we understand how destructive the wrath of God will be, na tunapoelewa namna gani hukumu ya Mungu itakuwa mbaya, we shall choose the way of salvation. tutachagua njia, We shall choose the way of Jesus. tutachagua njia, We shall choose the way of holiness. tutachagua njia, We shall choose the way of the fear of God. utachagua njia, We shall choose the way of the righteous of God. utachagua njia ya haki wa Mungu. They answered to God. Walimjibu Mungu. Remember the way God has introduced himself. Na tazama vile Mungu A true witness. ametambua A mwenyewe faithful witness. ushahidi He was there in the beginning of creation. alikuwepo All tangu that introduction. hiyo utangulizi. God is introducing himself against the church of Laodicea. Kinyume na kanisa la Mungu, Because he knew this church. kwa sababu alijua It is hardened. imekuwa ngumu. Because this church, Hata hiyo kanisa headstrong, walikuwa na vichwa ngumu, walikuwa na vichwa ngumu, they cannot hear. hawezi sikiza. They have seen the blind, they have seen blind eyes open up. Wameona macho ya kipofu They ikifungwa. have seen the record of HIV healed from positive to negative. Wameona virusi vya ukimwi vikiponywa Against the knowledge of the doctors. dhidi ya ufahamu wa They witnessed the resurrection of Mama Rosa. walishuhudia ufufuo wa Mama Rosa. They have seen the prophets of God in the spirit, in the prophets of God Elijah opening heavens and raining when it was dry. Wameona nabii mkuu sana wa Bwana na mili akifungua mbingu na mvua ikinyesha. Hallelujah. They have seen the dreadful cloud of God, the thick cloud of God visiting the prophets of Yahweh. Wameona wingu jeusi nzito ya utukufu They wa have seen them